marahutia beu jithi we anakorwo ari thukuru-ini wa boarding anakorwo ari utogori-ini wa beu jithi ni gutwira na ni tuko tugicira niki kiraria kiria kingi bururi witu twikite bururi wa mirurungano twehugura mirurungano na mirurungano no gwatwika ati wona yathaganio andu magatunyo indo ciao supermarket igacinwo matuka ma andu makaywo ni turathi wega tabe ujite guku bururi-ini ocio ntuko twinaguo muno nego twira horo igi ikundi atongoragia kia beu jithi tondu niguo makoragwo magika no turihutio hanini atwire kana no marathi na mbere no korwo makiarithia beu jithi undu ria makoragwo magika na kindu gitagwo empowerment ya beu jithi uhoro ucio wothe no tugukorwo tugigicira wega ta wega rucini rwa muthenya umuthi ni njui no korwo gicangira na ndiretikia no korwo gicangira ndereti itu rucini rwa muthenya umuthi na baito ya SMS ni 0706766833 0706776833 namba jaga muno ugitu uyo no ukorwo ukihuthira na WhatsApp no uhuthire na text message ciothe ni ukuhuthira no tukinyire wega ta wega twire witagwo atia twire wi mwena uriku na maundu maikarite atia no kwenda tukorwo tukiuria kiuria kiriko tondu kiuria kiragwo gitiri hindi kiohanagirwo na to uo tu kuna mtambo wa Facebook Riri TV tulikuwa moja kwa moja tuli live wana wathi hau ni gutuona tuli imwe kwa imwe waikoro tiga ndomiriri yaku ona hau tukamiamukira wega ata wega rucini rwa muthenya wa umuthi ni ndukiguthuke ho ori wori mwiroreri ukorwo ugitwariria na maundu macio makorwo makiri mega muno rucini rwa muthenya wa umuthi mugeni ndinake rucini rwa muthenya wa umuthi ni mundu gwitwa David Gathura ni mutongoria wa beu jithi na ni akoragwo akiri muteteri wa ihoto cia muingi ni mugambo waria makorwo mahinyiriirio na ni mundu koragwo ari mutarani wa maundu ma dawa cia ndugugio ni akoragwo akiri muhunjia wa maundu ma uria ugikorwo gitoria urethi na uhuthiri wa dawa cia ndugugio na maundu macio mothe makiri ngofia-ini ciake kana imwe cia ngofia ciake na muthenya umuthi niwe tukiri nake nigetha tukorwo tugithie na mbere no ko tugicira ciigi maundu ma utongoria wa beu jithi no nyende muno kuigwa mugambo waku nawe mwena ucio nigetha nawe ukorwo gicangira ndereti itu njega rucini rwa muthenya umuthi na tondu mugeni witu na kirikite ukinya thiini wa studio na kwiragwo imukanye nderi hindi kanyagire ringi reke tuigue mugambo wake mundu gitwa David Gathura. Good morning. Good morning sir. Wena thayo? Ndina thayo. Kuria Lanet thubiri na rugo cirio kuo? Mambo yote iko sawa Lanet na kila mtu ako mzima na tunaendelea vizuri na kila kitu iko shwari na iko gangari. Karibu sana katika kipindi chetu asubuhi ya leo na gwe fadhi no koro kigeithia mwiroreri. Watazamaji wote wa Riri TV, kwa majina naitwa David Gitao Gathura. Na mimi ni mtetezi wa kupona au ule wa kurejelea katika hali ya kawaida kutokana na uraibu kutokana na uraibu sana nilikuwa katika uraibu wa vileo. Na mimi ni mshauri na mimi pia ni afisa mtendaji mkuu wa The Fresh and Clean mtaani ambao tunaangazia na kuongelesha vijana na kuongelesha masuala kadhaa katika mambo ya uraibu. Pia mimi ni communication specialist wa wengi ambao wanasimama viti tofauti. Mimi ni communication strategist wao. Na nashukuru Mungu. Na pia mimi ni kiongozi katika kikundi cha vijana ambacho kinaitwa Nakuru Lanet Youth Empowerment Group. Na kuna wakati ambao tulikuwa hapa katika studio yenu. Na pia mimi ninafanya kazi ya brandings na publicity kwa waheshimiwa kadhaa hapa town, printing na reflectors na nini. So ninasalimia waheshimiwa wote ambao tumeinteract nao kazini, familia yangu na wakazi wote wa Lanet kwa jumla. Na pia nitume rambirambi zangu katika familia ambao ni majirani wetu pale. Msichana mmoja alikuwa anasomea katika shule ya utumishi, anaitwa Mercy Precious Ndirango, na tulikuwa pale last Sunday. Na tuliweza kumwona na familia ile na tukaenda pamoja na kikundi chetu tukiongozwa na Eddie na wengineo. Nashukuru sana. Asante Riri TV kwa sababu hii si mara ya kwanza.
Aya, karibu sana Bwana David, na ni kweli tunasikitika sana kwa mambo ambayo yalitukia pale Gilgil. Na ninajua kwamba wewe umekuwa kiongozi wa vijana kwa muda. Haya mambo ambayo yalitukia pale haswa ukiangalia, kwa sababu najua pia ninaamini kwamba you have been in a boarding school. Yes. Ni nini ambacho kinafanya tufikie pale ambapo wanafunzi wanafanya jambo kama lile na tunakuwa na hasara ya namna ile? Kwanza kabisa, hitilafu katika maeneo ya masomo hiyo hufanyika, na hitilafu hufanyika kwa namna mingi sana, na kuna examples kadhaa ambao vile hitilafu hufanyika. Wanafunzi wanaweza goma, lakini sana sana kugoma huo usiku. Kuna pia dalili zingine za kutoridhika na management pale shuleni, na unapata ya kwamba saa zingine wanafunzi wanasusia pia kwenda kukula ile mlo nini. Wanafunzi wanaweza wakasusia kukula. Hiyo pia ni type ya maandamano ambao huonekana. Hizo ni dalili ambazo huonekana, lakini watu wengi wanazisomanga na wanajua kuna kitu kama hiyo inaendelea. Pale shuleni unapata ya kwamba hitilafu huchangiwa na peer pressure. Unasikia kama hii shule ya Gilgil ya utumishi, kuna peer pressure ambayo kuna shule jirani ambayo ilikuwa imeweza kustrike. Na walipoona hivyo, unasikia wakisema kwamba pia hiyo peer pressure iliwa influence, wakataka kufanya pia kuchoma hiyo shule yao, sababu shule jirani lilikuwa limechoma. Na pia uchangio pia na drug abuse. Utapata ya kwamba hata ukiangalia pale utumishi, lazima kwa wale wasichana kuna wengine ambao walikuwa wanatumia, lazima utapata hiyo, iwezi kosa. Na pia kitu kingine, hizi madhara huleta uharibifu mkubwa sana. Kuchoma shule, unapata kuna ile delay process katika masomo. Na sasa mimi kama kiongozi wa vijana, mimi ninaomba ya kwamba katika mashule zetu kuweze kuwa na guidance and counseling cha lazima. Kwa sababu jambo hili la guidance and counseling kwa wanafunzi litaweza kusaidia sana. Unaweza ukaambia wanafunzi lazima wafanyiwe guidance and counseling kwa lazima? Yes, ninaomba ya kwamba ili jambo litiliwa maanani ikuwe ni lazima. Ministry of Education isiweze kupuuza jambo hili, na wasingoje jambo hili kufanyika alafu wanaongea wanasema watafanya. Mimi ninashukuru sana shule moja ambayo niliweza kwenda kutembea kufanya counseling, na nikaongelesha wanafunzi mmoja kwa moja. Shule hili liko Olkalao, inaitwa Kaimbaga Secondary School. Waliweza kunialika pale na nikaenda na nikaongea na wanafunzi, na out of my own experience pale nilikuwa na ile one on one, ile moja kwa moja, mimi na wanafunzi tukiwa counseling sessions. Na wacha nikwambie Kim brother ya kwamba nilijionea mambo mengi sana na nikalearn mengi, na kweli hii Ministry of Education iweze kuset up pesa fulani kwa sababu ya kwenda kusomesha watoto. Hii maneno wasiweze kuchukulia kama jambo la mzaha. Sisi tuko tayari, mimi naendaga voluntary na ninashukuru Mungu. Na pia katika kikundi chetu cha Nakuru Lanet Youth Empowerment Group tunataka tuanze kwenda kutembelea mashule. Tutaanza na Lanet tukiendelea hivyo. Lakini kuna mtu anaweza akajiuliza, lakini hii ni shule ya bweni ambayo ni ya kitaifa, international school, ambapo unatarajia kwamba walimu na washikadau wengine wamejipanga. Tunajua kwamba ni shule ambayo ita disciplined, attached to discipline forces hapa nchini. Tunasikia viongozi ni maafisa wa polisi. Inafikaje pale? Kwa sababu sometimes you ask yourselves, is it a devil we are not addressing? na wakati migomo inafanyika, umetuambia kwamba kuna mambo mengi ama dalili. Does it mean wale washikadau ambao wanafaa kuangazia mambo ambayo yanafanya hayo mambo yakatukia wanakosa kufanya ama to address the red flags? Utapata ya kwamba wanafunzi wanapopanga kufanya masuala kama haya wanafanyanga kama wamejificha sana. Na unapata ya kwamba kuna vile out of hiyo kikundi fulani tu hivi wakiongea hiyo maneno, kuna wale ambao uanga wameanza kuspread hiyo information tu. So uanga inasikika pale shuleni, lakini inakuwa haitiliwi maanani sana. Hata ukiangalia hii story ya utumishi, kuna vile walikuwa wanaongelea hiyo maneno, lakini unasikia ya kwamba ilipouzwa. So utapata ya kwamba
kuna kuanga na hizi information ya vitu kama hizo, na pia kitu kingine ambao mimi naona wanafunzi wengi tunafaa kama Ministry of Education inafaa pia kurudisha unaona visiting days. Visiting days inafaa kurudishwa kwa sababu unapata visiting days inapofanyika wanafunzi wanapata time ya kuzungumza na wazazi wao. Kwa sababu unapata speaking out husaidia sana. So pia hizo strategies zinafaa pia kuimplementiwa shuleni, warudishe hizo visiting days. Kwa sababu hata wanafunzi kuna vile wanakuanga pia wameshikika sana shuleni, na wakipata nafasi kama hizi za kuonana na kuzungumza, at least kuna solving. Ulisomea shule ya boarding? Mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu ya kwanza nilisomea shule jirani hapa, shule la kitaifa ambalo linaitwa Nakuru High School. Yeah. What was your experience like? Wengine wetu hatu kupata nafasi kwa sababu tunashangaa kwa nini unasema sijui you are acting this way, sijui uko na whatever. Why? I mean, since we never experienced vitu kama vile. What was the experience like? Maybe wewe utaweza kuwaelewa hao wasichana na vijana ambao wanafanya hasara kama ile vizuri kuliko sisi. Mimi nakumbuka tukiwa pale Nakuru High School, kitu la kwanza, tukiwa pale shuleni tulikuwa na freedom mzuri sana. Na pia tulikuwa na booth. Nakumbuka booth ile ulikuwa unapiga simu hadi unaongea na watu wa nyumbani. Tulikuwa na hiyo freedom. Alafu pia tulikuwa tunaletewa pia tulikuwa tunaorganiziwa talent shows weekend. So ile unapata tunatangamana na wanafunzi pia wa shule zingine ambazo wanakuja pale talent shows. Tulikuwa pia na hizi visiting days ambazo zilikuwa mara kwa mara. Unapata mimi nimeletewa kitu ya kukula, tunashare na mwenzangu, naongea na mzazi wako. Kuna mzazi mwingine alikuwa anakuja, tunaongea na yeye wa rafiki yangu. Unaona ile kuinteract hiyo ili tusaidia sana. Lakini migomo imekuwa hapo hata wakati ule. Hata hiyo time kulikuwa na migomo, lakini sasa management na pia wale prefects ambao walikuwa wamewekwa pale, na tuko na CCTVs, lakini unapata kwamba tulikuwa sawa. Lakini na pia tulikuwa na guidance and counseling ambayo ilikuwa ya lazima nikiwa pale Nakuru High School, sitasahau. Mimi pia nilikuwa ninaenda mara kwa mara kwa ofisi ya guidance and counseling, na tulikuwa tunapata ushauri. Yeah. Okay. Haya, sasa kuna mambo kadhaa ambayo yalipatikana pale. Kuna watu wanajiuliza how is our response, emergency response. Ukiangalia pale kuna NYS iko tu hapo Gilgil, kuna barracks ya Kenyatta barracks ya maafisa wa wanajeshi ambayo iko tu hapo jirani. Yes. But they did nothing. Hawakutoa gari za kuzima moto. Hawakufika katika eneo la tukio. They never did anything. Na hao ndo tunaamini kwamba they are our first line of defense ya maneno ya emergency. Do you think tunaenda vizuri? Na it is still 3 years now kutoka tupate weyazi witago watu ya hiyo internal self rule kujitawala. Yes. Sasa Bwana Kim, mimi jambo la kwanza ni kurudishia shukrani wana bodaboda wa eneo la Gilgil. Walikuwa among the first respondents kuweza kwenda katika utumishi. Na secondly, frustration yangu inakuja pale ambapo walinzi pale pia wale wa askari pale kuwafukuza wengine wao, na walikuwa wamekuja kwa jirani kuzima moto. Unaona pia kitu kingine, hawa askari wetu pale they did less, ama pia walijaribu. So sijajua vizuri walijaribu nini. They were just standing there. Wacha nisiseme ya kwamba wakujaribu, la ilhali kuna yule ambaye ako pale lakini tunajua lakini hajajitokeza kusema, lakini mimi najua alijaribu. Lakini hiyo kuweza kuwafukuza wale watu wa Samaria wema ambao walikuwa wamejitolea kuja kuzima moto ule, ile kufukuzwa haikunifurahisha. Wangesaidia sana. Na wale ambao walifika, just imagine walisaidia hata maybe vifo ya wanafunzi ya wanagenzi wale ingeweza kuwa juu, lakini unapata ya kwamba kuna ule anasema vizuri mshahidi ya kwamba alipeleka ngazi na akaonesha wanafunzi vile ambavyo
watashuka. Alafu pia unaona hiyo disadvantage kufukuzwa hiyo. Sikufurahia. Okay. Sikufurahia ndugu yangu. Alafu pia tuko na response nyingine iko chini sana. Alafu tena mimi najiuliza swali lingine. Wanafunzi walikuwa wangapi katika bweni? Nikikuuliza tu. Sikujua, lakini nafikiria nawaza tu walikuwa wengi tu. Walikuwa wengi, lakini wacha nikuulize swali moja. Soldiers walikuwa wangapi ambao wanalinda pale? Tuseme kama 2 3. Watu 2 mtalindaje watu 200? Kwani wanafaa kulinda watu wangapi? Hapana. Hapo tunakosea sana. Watu 2 kulinda watu 200. Watu 200 wanafaa kulinda na watu wangapi? Hapana, hiyo si mzuri kabisa. Hata ingekuwa hata tuseme kuna kama guards kama 7 10 ni sawa. Watu 200. Watu 200 kulinda na watu 2, hiyo haiwezekani. Hiyo bado tunafaa tu adjust, tuongeze. Inafaa tuongezee. Lakini unajua watu wanafikiria na wanawaza kwamba lakini pia by the way unajua hiyo shule ina watu nadhani karibia 1000 na kitu. Alafu wanalindwa na watu 2. Ina make sense kweli? Ni nini tumekosa? Ni pesa ya kulipa hawa guards ama nini? Kuna security companies kama mimi na kuanga Middle Group. Unaona unachukua security companies mnapeleka pale guards wanafanya shughuli kama hiyo patrol na nini. Ichukuliwe very serious na nini? Security guards wako wengi sana na kuna kampuni mingi sana na watu wana kazi. Watu watrainiwe vitu kama hizo na wapelekwe wafanye kazi kama hizo katika mashule. Ingesaidia? Yes, inaweza saidia pakubwa sana. Kweli. Unajua tukiwa high school tulikuwa tunapanga deals na security officers. Lakini inaweza saidia sana. Wako ethical. Are you sure? Yeah. Wako ethical, just imagine. Lakini mimi naongea tu kweli, hata wewe fikiria uone, tafakari ya babu. Ndio. Okay. Aya, sasa imekuwa miaka 63 tangia tulipopata hiyo internal self rule. Yeah. Ukiangalia na haswa katika maneno ya vijana. Yes. Unaona tumeendaje? Yani what do you think has been our progress? Ukiangalia kwamba Kenya tunajivunia miaka 63 na wanarika tuko 75% na wanarika wanaongoza kwa kuendesha teknolojia za kisasa katika sekta mbalimbali za kukuza uchumi. Ingawa tunapitia changamoto mingi kama vijana, mimi ninaona ya kwamba tumepiga hatua kubwa sisi kama vijana katika mambo ya teknolojia, na unapata ya kwamba siku hizi pia mawasiliano, mambo inabadilika, things are changing, na vijana tu ni shida tu kidogo ambayo tunapitia kama gharama ya maisha iko juu, na pia wanarika wetu ushuru pia iko juu. Unaona tuko tu na mashida kadhaa, hata kama tumefikisha miaka 63 tuko na mashida mingi sana ambayo bado tunaendelea kupitia, lakini tumejaribu. Yeah. Lakini mmekuwa vijana wa maandamano. Kuandamana, you know, it's a constitutional right. Na pia the freedom of expression, article 37, unapata ya kwamba ni right yetu kuwa na nini, kuandamana, lakini we are supposed to andamana in a peaceful manner. Lakini hata imeweza kukotio katika hiyo peaceful ndio hamufanyi. Hapo ndipo tunakosea sasa kama vijana. Na unapata ya kwamba sababu ya sijui ni unemployment sana, watu wamekaa njaa, wanachukulia advantage kukiwa na maandamano kama hizi. Na ndio maana raundi hii vijana tunasema ya kwamba we will move from the streets, we shall move from noise tuingie kwa voice. Sasa tunataka kubadilisha ile strategy. Do you think it's working? Kwa sababu sasa tunavyoongea sasa hivi, jana ilikuwa ni maandamano na Nyuki. Leo kunatarajiwa kuwe na maandamano Nairobi. Hatujui tena maandamano hatujui kama tarehe 25 tena mtatokea mtuambie mnakumbuka waliofariki. Hatujui Sabasaba mtatuambia nini. Do you think you know na nini kinachochea vijana kila tukigeuka maandamano? Hili likifanyika maandamano. You know what's going on? Mwenzangu, the 2024 finance bill
ili reshape the political engagement ya vijana. Na vijana wengi wakakuwa wakapenda sana sasa mambo ya uongozi na wakapenda mambo ya siasa. So an advantage of the 2024 finance bill iliweza kureshape, na ukapata sasa vijana wengi wanatilia masuala kwa kina, hawaibebei tu hivi. Na sasa ukiangalia vijana wako gangari kabisa, na katika mitandao ya kijamii siku hizi wako na sauti. Na tunapoelekea mpaka 2027 tutaongea kwa sauti moja kupitia sasa kwa mitandao. Ile jambo tu mbaya ambalo tu umeniambia tu hapa saizi ni ile tu sasa unapata kuna kale katabia ambapo kaliweza kuingia, mawe zinawekwa kwa barabara kabisa, moto inawashwa, kuvunja maduka ya wenyewe. Hiyo mimi naikondem kabisa. Hilo si jambo mzuri, ni jambo mbaya. Na pia mapolisi vile ambavyo wamekuwa wanashoot vijana, wana kill. Hiyo si mzuri kabisa, ni kitu mbaya kabisa na haileti show. Na vijana tumekasirika na tumekasirika sana, na sasa ndio maana ninakwambia round hii tunataka kubadilisha from noise tuingie kwa voice. Na mimi najua itasaidia. Lakini mtafanya hivyo na maneno ya goonism, kwa sababu kila kiongozi sasa ako na goons, vijana kadha ambao wakienda kwa mazishi akisema harambee, wao ndo wana sauti kubwa ya kusema one term ama two term ama kelele nyingine ama kushautia wengine. Hiyo voice mtaweza kuiaccomplish na maneno ya goonism? Tutaweza kureshape hiyo, na hii voice ambayo tutakuwa nayo katika hii mitandao yetu ya kijamii, round tutaweza kushikana tu vizuri. Hata before hata tupige kura tutakuwa bado na hata tutaambia watu vile ambavyo watafanya. Mimi niko sure na tuko na viongozi kadhaa ambao ni vijana, na mimi najua wako focused na wako ready. Na mimi napenda sana kijana yoyote, hata yule ambaye ako pale nje ambaye anataka kuvie for any political seat. Mimi niambie tu wao vijana, this is the time. Inafaa tu wakuwe courageous. Hata kama tuko na ile hitilafu kama vijana ati masuala ya pesa. Kama unaona vile ambavyo hao viongozi wengine wanalipa watu waende kudestroy vitu ndio waweze kufinyilia viongozi wengine ambao wamesimama kunini. Mimi naomba ya kwamba vijana, hata kama saizi hamna kitu, tutawasikiza na tutawapatia nafasi. This is our time. Tuzungumzie maneno ya vijana hao ambao umesema watabadilisha sauti. Ndio. Na umetuambia kwamba ni sehemu ya 75%. Yeah. Wakipanga foreni kuchagua viongozi 2027. Wachague viongozi wa aina gani? Vijana tunataka kitu la kwanza waweze kujitokeza kwa wingi. Wale ambao bado hawajachukua kura waweze kujitokeza kwa wingi, kwa sababu hapa mbele ambapo tunaelekea inataka from the MCA, MP, senator, governor, wale ambao tutaweza kuchagua, inataka tuchague watu ambao wamesoma na watu ambao wanajua nini wanafanya, watu ambao wako na communication skills, kwa sababu zile bills ambazo ziko mbele yetu zinataka mtu ambaye ni msomi. Haitaki tu tuchague tu watu hivi. Unakumbuka kama vile kitambo tulikuwa tunachagua watu kutokana na the age group. Kitu kingine unachagua mtu ati kutokana na ile familia ametoka. Mimi ninafurahi kwa sababu vijana wanataka kureshape hiyo. Wanataka kuchagua mtu ambaye ako na ile masomo. So italeta mabadiliko makubwa sana. Si kuchagua tu mtu out of nowhere. Na pia mimi unavyoniona hapa, iko siku nitaamua hata mimi nitajitoza na nitaingia debeni pia mimi niwanie. Yeah. Lakini si mwaka wa 2027. Si huu mwaka. Umekuwa ukifanya kazi na wanasiasa, umetuambia kwamba umekuwa a communication consultant katika maneno ya kupanga maneno ya kisiasa. Ndio. Ukiangazia siasa za Kenya, unazionaje haswa maneno ambayo umetaja ya kuweka pesa mbele, na how are you able to overcome it wakati mnapanga hizo siasa? Okay, sasa nimekuwa nikifanya kazi na wanasiasa kadha wa kadha, na nimekuwa tukitembea sehemu nyingi
na zile masehemu zote ambazo tumekuwa tukienda, wale watu hata ambao huitisha kakitu ni wananchi wenyewe. Sisi wananchi ndio tumewafanya viongozi wetu wakakuwa na hiyo. Lakini ni sawa, mimi ninasema tu mkiletewa pesa juu yenyewe haujakaa tu hivi, si ndio? Ukiletewa tu pesa pale nje tu, mimi siwezi kataza vijana. Chukua, kwa sababu labda itakusaidia kwa matumizi kadhaa wa kadhaa hapa na pale. Lakini tu chunga pia, ukipatiwa hii pesa usiende kufanya mambo ambayo haistahili. Fanya tu, make sure hii pesa imekusaidia. Na mimi nimegundua ya kwamba watu wengi sana pale nje wako na shida sana, so watu hawawezi kataa kuchukua kitu ambao wamepewa na mheshimiwa. Lakini ile challenge ambayo iko, nimetembea sasa na vijana ambao wanataka kuvai. Na unapata ya kwamba ukitembea na hao vijana bado hawajajijenga, hao vijana bado hawana pesa vile. So mimi kama kiongozi wa vijana naomba ya kwamba vijana ambao wako pale nje, mnaona hawa vijana wetu, muwakubaliki tu hivyo venye wako. Saizi hawajajijenga, hawana hizo hawana hiyo financial energy. So mimi naomba mkiona kijana yote amekuja na anaongea na nyinyi vizuri na mmemwanalyze, mnaona ni msomi na nini na anaelewa mambo mingi, muweze tu kumkubalia tu hivyo venye yako, na mambo itaweza kwenda mzuri, kwa sababu muelewe tu ile challenge ambayo iko ni hiyo tu ya finance. Lakini tuko na vijana viongozi ambao wanaweza badilisha maeneo yetu. Kwa hivyo ukizunguka pia unapata normal young people ambao hawajaingia na siasa ndo wanaitisha hizo pesa. Ndio, hivyo ndivyo ambavyo nimeona pale ground. Nimetembea sana na nimetembea maeneo mingi, kwa sababu kuna hata rafiki yangu anasimama women rep, naitwa Kadhambi Jane. Nimetembea na yeye sehemu kadhaa wa kadha na nimejionea mengi. Okay. Alright, sasa ningependa tuguzie tu kidogo. Kuna kitu ulitaja kuhusu wewe ni unasaidia watu ambao wako katika uraibu wa dawa za kulevya. Ndiyo. Na kuna kitu ambacho kimekuwa kitugusa sana, na ni kitu kinaitwa femicide. Na inaonekana sana inagusana na maneno ya utumizi wa dawa za kulevya. Juzi tu tumekuwa na msichana aliuliwa Njoro, na maneno ikaibuka kwamba kijana ambaye alimuua alikuwa mraibu wa matumizi ya dawa za kulevya, na he's only a 16-year-old young man. Siku nyingi pia zimepita, kijana mwingine ikasemekana alilala na mamake ama alirape mamake na baadaye kumuua kule Lanet, kama sikosei. Na inasemekana kwamba ni pia yeye alikuwa katika hayo maneno ya uraibu wa dawa za kulevya. Tumeona in the recent past in different regions kumekuwa na ongezeko sana la maneno ya vijana kunywa pombe na wanaume sana kunywa pombe, na vileo ambavyo most of the times tunaweza sema ni ambavyo ni hatari ama ni sumu. Sijui, maybe talk to young people, na pia utuambie maybe ukiangalia as a society how can we overcome hii hali ambayo imekuwako ya dawa za kulevya. Sasa hizi watu kuvuta bangi imekuwa kama it's just a normal thing. Yaani unapata na kijana mdogo na akona bangi mdomoni. Na unajua, sijui kama unajua, leo it's the World No Tobacco Use Day. Lakini tunaona pia hiyo ni mambo ambayo siku hizi kuna kubel, sijui kuna nini. Juzi tu wasichana wanaulizana, umekula cookies? Kumbe they are not talking about cookies, they are talking about bangi zimewekwa kwa cookies. Yes. This is a national disaster. Mambo ya drugs and substances. Na mimi nikiongea hivi, mimi ninaongea kama mtetezi. I'm a recovery advocate, na pia mimi nilikuwa mraibu na ingeniharibia maisha sana. So nashukuru Mungu kwa sababu ya kuweza kunibadilisha. Na mimi ninaambia vijana wenzangu pale nyumbani ambao wamesink katika maneno ya utumizi wa mihadarati. Mimi nawaambia kitu moja, kwamba life will be short if they continue to use substances. Na pia hakuna maneno yao yote ambayo itaweza kwenda mzuri. Watakaa out of focus na inaharibu kila kitu. Mimi siwezi sifu pombe, na siwezi sifu bangi, na siwezi sifu mogoka.
na siwezi sifu tobacco. Hiyo yote ni vitu mbaya kabisa. Na mimi ninaambia vijana pale nyumbani, kama bado haujaanza, mimi napeana tu onyo, kama haujaanza wachana nayo. Hii ya siku hizi imewekwa vitu mingi sana. Pombe ambayo inakunyiwa sasa hizi is very counterfeit. Nasikia watu wengine wanakunywa, umesikia malalamishi, tumbo inauma nini. Unapata kwamba mtu alikunywa kitu jana, hajaamuka, alikufa tu hivyo. It can cut your life. Yani pombe ni kitu moja ambayo si mzuri kabisa, inaharibu pia akili. Your reasoning hayuko sawa. Unapata ya kwamba pia ile ambavyo yes, ukianza pombe unaanzaga vizuri, unaanza kama starehe, unaendelea vizuri, mko fun na marafiki hivyo. Lakini once unaendelea tu hivyo, unapata ya kwamba una sink deeper na unaendelea kuna kitu inaitwa addiction. Unapata ya kwamba unapenda ile kitu na uwezi ishi bila. So unapata kwamba itaweza kukuharibia maisha, itakuwestia time, kufuto kazi, kujiweka ukiwa mchafu. Kama vile ambavyo unasikia pia kuna kitu inaitwa anger management. Anger management unapata kwa watu wengine, ukishatumia mhadarati, unapata kama ule kijana ambao wa pale Elng'ang'a kule Lanet aliweza kutumia mihadarati na wakakosana na mama yake kwa sababu ya logbook. So unaona akitisha mama yake, anger management yake ikakuwa iko juu na akaweza kukasirika, akatakata mama yake, maana sikia shingo, akamfanyia mambo mabaya, hata zinashindwa baka kusema kwa hii TV show. Na unapata si hapo peke yake, huko Njoro vile ambavyo unapata msichana alipatikana kwa mahindi. Ni kwa sababu tu ya kutumia hizi vitu. Na ndio maana unasikia Bwana Kim nikikwambia, katika mashule zetu inafaa kuna allocatiwa a certain percentage kuweza kuita washauri. Washauri ni wengi sana, na washauri ni wengi pia ambao wamesoma, wengine wa kujitolea kama mimi, ambao tunaweza kuwa tunaaliko katika shule kadhaa wa kadha. Mimi niko na imani na mimi ninajua inabadilisha. Mimi nikiwa hapa mimi ninasema kwamba mimi nimeweza kutembea kadhaa, ni vile ambao tunakuaga na kitu inaitwa ethics. Siwezi kuambia kuhusu mtu fulani ambaye nilisaidia ni nani na nani, lakini nikisema tu kwa juu mimi nimeweza, napigiago simu na tunaongea na watu kadhaa na tunasaidiana, na wengine bado sasa hizi wanaendelea kunipigia na wananiuliza tu ushauri, Devi nitaachaje hii kitu, nilianza hivi ni. Na mimi nawashukuru sana, na bado tu mimi naomba hata bado kama mna watch tuendelee tu hivyo na ushauri mtapata. Seek the right proper advices. Kuna mpaka rehabilitation centers ambazo ziko. Tusichukulie katika yati hivi. Ukisikia mtu wako na shida, msijifiche, tokelezeni. Na pia government saidieni watu support. Wale viongozi na familia mingi. Mimi nimetembea, kulikuwa na road show last year. Na tukatembea na kikundi fulani cha vijana ambacho sisi tulikuwa tunaambia vijana. Tulikuwa na road show kubwa sana ya kueducate watu kuhusu mambo na pombe. Na tulipokuwa tukitembea katika hii maeneo ya Hero, Malisita yote, tulipatana na familia zingine ambao watu wanasema hawana uwezo. So mimi ninaomba ya kwamba hata wale viongozi ambao wataingia, na kuna kiongozi mmoja mimi natembeaga na yeye, na amenisaidia sana kwa sababu pia niliona akilipia mwenzangu tu at least ka treatment mahali counseling, anaitwa Mheshimiwa Destiny Kamau. Mimi nataka watu wakue na roho kama hiyo. Hata mtu unasaidia tu watu tu, yani kwa vitu kama hizo. Kwa sababu hili janga nekoru. Nekoru. It is more than we are thinking. It is more, very much. Each and everything is associated with mambo na drugs. Hata hii mambo ya utumishi na nini vile ambavyo nimekwambia, lazima pia utapata pale kuna wasichana ambao wanatumianga hii vitu, na kuna mtu anawaleteaga labda hata pale shuleni. Tulikuwa na kiongozi mwingine hapa jana na akatuambia she made an observation kwamba pia hao vijana wanapanga mayo wakati wa maandamano. 99% ya wao ni wavuta bangi, ama kama si wavuta bangi ni walevi. Hata wakipanga hayo mawe wameshakunywa, wamelewa, you dealing with drunkards. Does it mean then the ripple effect ya haya matumizi ya dawa za kulevya haishi tu pale kwa wewe kutojiweza, inaingia inakuwa sasa ushaanza kugusia watu wengine? Yani maisha you are affecting other people's life, kwa sababu wakati umefunga barabara you don't even care ama gari ambayo inapitia hapo imebeba mamako akiwa mgonjwa, ama ni ambulance,
You just don't care. Yeah, unajua hizi the effects of drugs and substances. Ndio sasa vitu kama hivyo ndugu yangu. Unapata ya kwamba gari linapita unalipiga mawe, hujui kama ile gari ni la baba yako, hujui kama limebeba mtu wenyu. Repercussions ya drugs ni mbaya sana. Unapata mtu yani ameenda kwake nyumbani, amewasha moto, amejichoma na gas, vitu kama hizo. Na unapata tu ni hizi pombe tu hizi ambazo ziko tu. So mimi nakashifu sana hizi wines and spirit kwa sababu pia wana sell illicit. Unapatanga ya kwamba serikali inasema ya kwamba itaweza kudeal na hii mambo na outlets kama hizi, lakini wapi? Hadi janga lifanyike ndio utawaona ground. So mambo hayaendi vizuri na hakuna haja niseme uongo. Mambo hayaendi. Mtukufu mheshimiwa rais wetu William Ruto, mambo hayaendi vizuri na kuambia tu nikiwa hapa studio hii yetu ya Riri. Mambo hayaendi vizuri. Fanya kitu. Yeah. Nyinyi mnataka tuwe na sehemu ya kuangalia watu ambao wako na magonjwa ya Ebola. Ukiangalia mimi sitasema ati ni mbaya. Yeah. Kwa sababu hata unaona ile time ambapo kulikuwa na corona. Do you know kulikuwa na quarantine facility pale UN. Si ati hii ni kitu ya kwanza ambayo ati imefanyika. Sasa ni vile ambavyo sasa wanaleta quarantine pale na nyuki. Ni kujiprepare tu in advance. Mimi kwangu mimi sipingi, sioni kama ati ni jambo mbaya. Lakini Marco Rubio ambaye ni kiongozi kule US alisema sisi hatutaki wagonjwa hapa kwetu. Lakini wanawaleta hapa kwetu. Sasa hapo kwa matamshi yake ndiye anaongea vibaya, na hiyo sasa ndio inafanya hiyo vile ambavyo aliongea na ikafikia wananchi pale. Hii ndio inafanya sasa unaona maandamano. Kama angeweza kuongea vizuri sijui nani communication specialist wake. Actually he is one of the advisors wa serikali ya Trump. Lakini kama angeongea vizuri na nini kieleweke, ingekuwa salama. Lakini bado si mzuri kwa sababu watu wako na ile stigma. Watu wako na ile uoga. Yeah. Kwa hivyo wewe huoni likiwa jambo mbaya? Kwangu mimi sioni kama ni jambo mbaya na bado sioni kama ni jambo mzuri. Kwa sababu utaona bado itasaidia. Kama in case itaweza kuingia na ifike hapa nchini kwetu, nao watufungulie pia hiyo treatment. Wasiseme ati ni yao tu watatibiwa pale. Na mimi nimesikia kwamba katika ile speech ya jana ya rais akisema kuna another quarantine facilities kama 20 something I think. Ambazo ziko katika sehemu tofauti hapa Kenya. So hizi tu ni ways za kuprepare for the virusi. Lakini mimi ninaomba hata kama US inakuja pale, I think hao ndo watakuwa sasa na the best quarantine facility hata kuliko hizi zingine zenye rais anasema the 20 something. So unaona Wakenya wengi hawataweza kupata matibabu ambayo inafaa. Yeah. Sidhani out of hiyo 20 something Ruto ataenda kwa moja pia aweze kutibiwa. Ama hapo kubwa ingine. Kwa ni kwamba hii inakaa ni kama mtu afagie nyumba yake na uchafu wa uti au acha mlangoni mwako. Hapo ndo Wakenya wanakasirika kwa sababu ile kituo hata mimi hapo nakataa ati wale tu ndo wanafaa kutibiwa. Hapana. So ikikuwa ni Wakenya pia wanaweza access the facility, you don't have a problem with it. Ya hivyo sasa mimi sitakuwa na shida na. Lakini hivyo vingine si jambo mzuri. Na ndio maana unaona wale wakaaji pale wakiweza kuandamana na kugoma. Yeah. Wakati tulikuwa na nyinyi hapa mwisho mlikuwa na mpango mlikuwa nao wa kupatana na viongozi ili mzungumze nao pale Luxurious. Yeah. How was it? Hiyo siku ilikuwa siku moja ya kihistoria katika Republic of Kenya. Kwa sababu tulikuwa na the first ever MCA aspirants wote Lanet debate. Kuna wale ambao waliweza kukuja na nawashukuru sana kwa sababu waliweza kukubali huo wito. Tulikuwa pia na MP aspirants ambao walikuja pale kushuhudia kwa sababu pia hao tutawapangia yao siku moja. Tulikuwa na mheshimiwa Destiny Kamau ambaye anasimama MP pale. Na kulikuja pia Manabe na kukakuja pia MCA aspirants kadhaa kama ule wa Kiamai na huyu anaitwa Elijah wa Carpet. Kulikuwa na watu wengi sana na hiyo siku waliweza kuulizwa maswali na wakaweza kujibu moja kwa moja maswali mzuri na tukaweza kugauge, tukaangalia unaona huyu wako na communication skills, huyu anaweza katu represent hata akienda pale katika assembly. Yani tulilearn vitu mingi sana, ikakuwa interesting. And tutakuwa na nyingine ambayo itakuja
mwezi wa August. Chairman wetu Mr. Eddie Odongo alikuwa hapa na akaweza kukuambia kwamba tuko na mpango ambao unakuja ambao tutakuwa na mwingine, na mimi ninajua kwamba itazaa matunda kwa sababu ile streaming ambayo tutaleta pale, tutawalika pia ninyi mkuje mstream hiyo ili wakazi wote wa Lanet waweze kuona. Hao ndio viongozi wamekaa pamoja, wanaulizwa maswali, wanajibu, tuna gauge, tunaona huu ni mzuri. Na kitu kama hiyo hata ikiweza kuendelea hata Kenya mzima, wale youths wa places different wafanye vitu kama hizo, I think sasa hii ndio siasa ambayo inakuja, na that is the fresh energy ambayo vijana tuko nayo ya kuleta mabadiliko katika Kenya kwa sababu ya hizi strategies ambazo tuko nayo. Kama pia tutakuwa na hiyo MPs debate, tutawaleta wote, watu wanaona, wana gauge. Hii pia itaondoa hii maneno ya handouts ambayo watu wamezoea tu. Mtu anaweza kukupatia pesa na hajui baka kuongea. Unaona? Unaona huyu mtu akienda assembly pia tutajua kwamba huyu ako na masomo. Huyu anaweza pambana na zile bill za kitaifa ambazo ziko mbele yetu. Anaweza kuwa kama Ndindi Nyoro vile ambavyo huwa anazungumza. Yeah, tunapenda vitu kama hizo, watu ambao ni wasomi na at least kuleta vitu kama hizo kama vijana. So nashukuru sana kikundi chetu cha Nakuru Lanet Youth Empowerment Group. Sasa turudi full force. Ni nzuri sana hiyo. Tunatarajia kuona season 2 ya kile ambacho mtakuwa mkifanya. Na pia kazi nzuri ambayo mtakuwa mkifanya pale, ili pia members of the public wao wakijua viongozi wanaowania ni viongozi wa aina gani. Sasa naona muda yetu is well spent, lakini siwezi taka tutamatishe kabla haujatuambia. Umetuambia kwamba you are a communication strategist na wanasiasa kadhaa. Maybe kuna kitu ambacho umeobserve ndio ukakubali kutembea na hao viongozi. Unaweza tuambia what aspects ya uongozi ambao umeangalia ukaona hii ndio inafanya uingie katika maneno ya siasa, na hii ndio inafanya uone utatembea na hao viongozi? Kwanza kabisa mimi ni mwanarika na nashukuru Mungu kwa sababu ninatembea na wanarika viongozi. Tukienda pale mashinani kuongea na watu, kwa sababu hii ndio ule wakati wa after Kenya imekuwa 63 years. So hii ni ile wakati wetu sasa kama vijana, na sisi ndio tuko wengi kwa hii block. Utapata ya kwamba wale ambao wamefikisha miaka 18 to 35 wengi ni wapiga kura, it's a constitutional right. Na wako paka na hizo haki za kusimama, na unapata ya kwamba sasa hivi vile ambavyo mimi utembea na hawa, unapata ya kwamba tuna bring out fresh energies na fresh strategies, kwa sababu hivyo sasa ndio advantages of kuwa mwanarika. Na unapata ya kwamba tunaleta pia kitu ambacho kinaitwa technological awareness. Wanasiasa wengi wachanga ambao tunatembea nao wako familia na mitandao ya kijamii kama X, kama YouTube, kama vile WhatsApp, na unapata ya kwamba hii inafanya usambazaji wa information to the society na kuleta masuala fulani kwa uwazi inakuwa different na vile ambavyo mambo ilikuwa zamani. So ninafurahi sana kuwa katika ulengo huu, kwa sababu this is the Kenya now ambayo we are heading. This is our Kenya now which we are heading. Na mimi ninashukuru sana, na hao wanasiasa ambao tunatembea nao wananisaidia pia, na ile mimi nafanyanga pia printings na brandings ya reflectors na kuanga pale town katika jengo moja inaitwa Fashion Drappers, na nashukuru sana wanasiasa pia wananipatia kazi. So hiyo branding waifanya vipi? Do you a package for them? Do you design for them? What aspects of it? Ikiwa wewe ni wa one term, ikiwa wewe ni wa two term, na niko na kila mtu pale, tuna brand pale, kuna reflector jackets, tuna print picha ya mtu, jina ya mtu, hizo zote pia kwa managea social media pages. Nashukuru Mungu kwa sababu ya vitu kama hizo, na nikiangalia kitu moja ambao iko na hawa vijana, apart from hata kunipatia vitu kama hizo kazi, ukiongea nao hao vijana wako na vision. Na vision ni ile picture pale mbele. Na ukijaribu kukaa chini nao wanakueleza zile mission zile ambazo wako nazo. Na big up my brother anaitwa Cory Gadhura. Alikuwa katika ulingo wa pale ile time ya maandamano, na sasa ameamua
ya kwamba anataka kujitosa katika ulingo wa kisiasa na kupambana na atavai for MCA seat Lanet Umoja Ward. So mimi ninashukuru sana, na ndugu yangu nimekaa chini na yeye ako na hiyo vision. Ukiangalia vizuri chini ako na hizo mission strategies na zile vitu ambazo anafanya kila siku polepole. Na bado siasa haijaanza, bado government haijatupatia ile time ya nini, si unajua according to constitution. Lakini ikifika ule wakati msiseme ya mtuoni pale nje, la mtatuona tunakuja. Tunajipanga polepole na strategies zinaendelea hivyo. Vijana ni wengi na muwakubali vile wako. Ndio Mr. Kim. Okay. Yeah. Kwa nini uongozi wa vijana? Uongozi wa vijana unaelewa mashida ambayo sisi kama vijana tunapitia. Kuna issues za unemployment, kuna vile wa vijana wengi wamekosa ajira, kuna issues kama hizi ambazo tunaface kama vijana, mambo na mental health. So unapata kijana atakapoingia kwenye kiti kupitisha hizi bills na kuweza kutetea mashida ambayo vijana wanapitia, itakuwa haraka. Alafu pia hivyo ambavyo nimekuambia, vijana wako na nguvu, hawatalegea. Alafu pia vijana wamesoma, ni wasomi, wanafaa wapatiwe hii chance. Alafu pia vijana wako na hiyo technological nini awareness. So unapata wanasiasa wengi vile ambavyo wanaelewa hizi mitandao za kijamii, vijana information itaweza kuspread haraka. Vijana pia wako na lengo la kureduce corruption. Utapata vijana sasa wanataka kukuja kufagia. Na pia kitu kingine kwa sababu vijana kuna ile encourage political awareness. Hadi wale vijana wadogo inawa-inspire waweze kuingia katika mambo ya kisiasa. Na kitu kingine muhimu ni inatoa siasa ya kitambo, ile ati familia fulani, ati ile age, unaona? Sasa inafungua tu milango. Okay. Ndio maana mimi ni champion na natetea vijana wa smart. Okay. Haya, kuna kitu ambacho nilimake observation wakati tumekuwa na haya mambo ya Ebola jana, wakati wa public speech yake pale Wajir, president never mentioned, not even once, maneno hayo ya Ebola na ambayo wananchi walikuwa wanayaongelelea, wanayazungumzia. Ali make an address way much later in the evening. I think they were having an after party. Lakini mchana wakati tulikuwa tuna expect at address, he never addressed. He could not. Nimeona hayo maneno pia imekuwa katika gazeti asubuhi ya leo. Wakati tulikuwa na mkasa wa moto pale Gilgil, wabunge wetu walikuwa kule na Serena nadhani, Safari Park, wakiwa maombi quote and quote. Hayo maombi ambayo ni prayer breakfast, walifanya hayo maombi, not even once did they mention maneno ambayo yalikuwa yanaendelea pale Gilgil. Actually President William Ruto ndiye alikumbuka wakipigwa picha za kumalizia hafla, na akaitisha microphone akasema I need to say something, ndio akawaambia we are mourning, and even he could not get the name right. Na ninauliza hivi kwa sababu unazungumza kuhusu maneno ya uongozi wa vijana, lakini pia do you think wakati mwingine tunapata viongozi ambao who never care about what is going on with the wananchi, kwa sababu hawakuzungumza, they never cared, wao wako maombi. Yani ni kama uko hapa na mtoto wako ako matatizoni and you don't care, you know. President unamexpect atazungumza kuhusu maneno ambayo yanafanyika kule Nanyuki, ama pia just address briefly maneno ya Ebola. He never spoke about it. Yes. Tunapata viongozi ambao hawazungumzi chochote kuhusu uongozi ule. Sasa mwenzangu, unapata ya kwamba hiyo siku kulikuwa na kikao pale, na jana nilikuwa kwa matatu nikasikia watu wanakasirika, wanasema mare ya sausage na shai. Wakati ambapo kulikuwa kuna waka moto kule. No, wakili, it was the truth. Mare ya sausage. So unapata ya kwamba watu wengi walikasirika kwa sababu hata ile jambo rais hakuzungumza, yani unaona pia viongozi wengine wana take advantage pia ya shughuli kama hiyo ambayo ilifanyika pale utumishi, wakakuja haraka kuonesha ya kwamba wako ground na wananchi na nini. Na so kuna bishop mmoja tu Sunday alisema tusipoliticize hayo matukio ambayo yamefanyika.
Lakini there is expectation bare minimum. Wewe ndiye kiongozi, I'm expecting you wakati kitu imefanyika nyumbani, you are supposed to address it as a father. So it's not politicizing it, lakini ni kuuliza maswali. Do you think tunachagua sometimes viongozi ambao who are out of touch na watu wako ground? Yeah. Viongozi ambao wameonekana sana sana, ambao wengi ambao ndio unasikia kuna kitu inaitwa one term. Nataka kufagia system kama hiyo ya viongozi ambao wamelala sana hivyo. Kitu ikifanyika inafaa kiongozi anakuwa mstari wa mbele. Na si ati tu ni mahali tu kama hiyo. Mahali kwingi huku ground, mtu anafaa kuingia ndani, kuinteract na watu, kujua mashida, kusaidia. Si hiyo tu haraka tu hiyo, ama hiyo kunyamaza hiyo haijakuwa mzuri. Sijafurahishwa. Alright, sasa nataka nikupe nafasi kwa sababu naona masaa pia yameyoyoma sana na tumeenda vizuri. Nikupe nafasi hii mwanzo uzungumzie kikundi chako cha Nakuru Lanet Youth Empowerment Group. Na kisha pia kama kuna kitu ungependa kuongezea uongezee ili tutamatisha. Watazamaji wangu, kama vile ambavyo nimewaambia, mimi ni kiongozi katika kikundi moja ambacho kinaitwa Nakuru Lanet Youth Empowerment Group, na kikundi chetu tuko gangari na tunaelekea katika msimu wa siasa. Lakini sisi tukiwa pale katika kikundi chetu, vile ambavyo unaingia tukiwa kwa mikutano yetu na nini, hatunanga hizo maneno kama hizo. Sisi tuko focused on development, na pia tuna work kwa kikundi chetu na kila mtu ambaye ana bring a positive impact to the youths of Nakuru Lanet Youth Empowerment Group. Real empowerment ambayo tunataka sisi kama vijana, na pia tunataka tutafute donors waweze kutusaidia tupate real empowerment, lakini si handouts. Usinipatie 200, hivyo ndo vijana tunasema pale kwetu. Usinipatie 200 ambayo kesho itakuwa imeisha. Mimi nifundishe ile kutega samaki. Hivyo ndo mission yetu pale, na tunaomba kwamba sisi kama vijana pale Lanet tutaweza kusikizwa. Tumebisha milango kadhaa, hatuogopi. Tumebisha na tunaendelea kubisha. Tunaomba kwamba vijana wengi wataweza kusaidika kwa mambo na employment opportunities. So either mtu ni wa one term ama two term ama si tunawaka na kila mtu, bora tuone our lives have been impacted positively. Sisi tukiwa huko Lanet, sisi tuko sawa na hatuna maneno, na kama tutapata pia kijana ambaye ataweza kututetea katika tutaweza kumpiga boost. Tutaweza kumsaidia na kumsupport pia, kwa sababu tunataka Lanet iweze kubadilika. Lanet isikue tu kama vile ambavyo saizi vijana wengi hata ukijaribu kuangalia hawamkagi kwenda mahali. Hakuna, yani mambo mingi imelegea tu, wako tu, na hiyo si jambo mzuri. Vijana hawezi shinda wamekaa tu stage tu pale nini, vitu kama hizo. Tunakwenda mahali inafaa mambo inabadilika, na tumefanya mengi. Tumepanda pia mamiti katika shule kadhaa. Tumeweza kusaidia watu kadhaa ambao wako na shida nini. Kuna mwanafunzi mmoja tulisponsor akaweza kwenda chuo kikuu. Nafurahi sana kwa sababu vijana wetu wanafanya mambo mzuri sana, na Mungu awabariki vijana wote wa Nakuru Lanet pale ambapo mko, na tuweze kuendelea. Hilo ni jambo nzuri sana. Kama kuna kijana angependa kujifunza maneno ya kutengeneza bricks, ama pia maneno ako na maybe a fish pond na angependa samaki, maybe you can connect me with them, tutamtafutia usaidizi. Tumekuwa na kiongozi ambaye anasema angependa kufundisha maneno ya kutengeneza bricks, na pia ni mfuga samaki. Kwa hivyo kama kuna mtu maybe angependa kisomo ama masomo ya kufuga samaki, ama pia angependelea sana maneno ya kutengeneza hizo bricks, cablos na vitu kama za aina ile, we can connect them ili yaweza kusaidika. Anyway, away from that, ningependa pia nikupe nafasi. Kuna mtu maybe pale angependa kukualika katika shule yake ama shule yao, ama pia yeye pia ni mraibu na angependa usaidizi, na maybe akikupigia simu anatarajia anaweza akasaidika, ili utuambie kama you're okay. Unaweza tupea social media handles na pia namba ya simu kama you're okay with it. Niko sawa sana na hilo.
na mimi niko tayari kuitwa katika shule kadhaa, na nimeweza pia kuongea na watu kadhaa. Nimejuana na watu wa Nakada Nakuru office, na last time ambapo nilitembea shule jirani waliweza kunipatia materials za kuelimishana na vitabu. So shule ambazo ziko Nakuru tutatembea, na mimi nambari zangu za simu ni 0707 565 895, na pia kuna mambo mengi sana ambayo ninaweza kusaidia mtu hata kama anataka kutafuta rehab ambayo mtu anaweza enda akabadilisha maisha yake. Mimi hupigia debe moja ambayo nilienda inaitwa Presbyterian Care Center, na tuko na counselors ambao hadi saizi mimi pia ushirikiana nao. Kuna Madam Catherine Ngugi, mshauri mzuri, na Mr. Kibara Justus, na wengi sana kina Martin au wote wananisikiza pia wakiwa pale nyumbani. Sisi tunatembeaga pia nao kwa makanisa, na pia ningeomba pia the local leadership pale makanisani, mko mnaenda kupelekea neno wanafunzi, pia itasaidia. Na pia mimi mkienda mahali mnapeana neno, mnanialika, tutaweza kutembea pamoja, na utaona kwamba tutaweza kupigana na mambo kadhaa wa kadha. Tuongelesheni hawa watoto wetu, kwa sababu hawa ndio the future generation, na mambo inaanza sasa hivi. Kuna kitu ulitaja about fresh? Mimi ni afisa mkuu mtendaji wa the Fresh and Clean Mtaani. In 30 seconds, what is that? The Fresh and Clean Mtaani is a mental and health awareness club where we create focus by empowering the young people to stay out of the issues of addictions. Yeah. Shukrani sana. Asante sana mpenzi mtazamaji, tumekuwa naye kiongozi wa vijana, na pia tumesikia ametueleza vizuri. Kando na kuwa kiongozi wa vijana, amekuwa akisaidia sana waraibu wa dawa za kulevya na vileo, kwa maana yeye mwenyewe anasema he is a champion wa maneno hayo. Amekuwa na kikundi hicho, amemalizia kututajia na ametupa namba yake ya simu. Basi kama ungependa kuzungumza naye, unaweza ukamtafuta mkazungumza naye ili mkapata kusaidiana. Na ni jitikiria ginye tafalira itu hau ni gatho cia mwanya wa kinyogeithie kama Destiny na mundu gwitwo Rachel Gathura. Ni ndamona guku ni ingi muno maingirite guku andu kuria. Asante sana mundu gwitwo Peter, pianist Peter, ni gatho Joska Dida. Thank you so much. Ni wengi tu, tunashukuru sana. No ni tondu amatha maitu jitikiria ginye hau gayenda gayakinyaniria muthenya wa rucio twako twina gikaro nawe tukuthi na mbere na gushira maundu maingi maria maguthi na mbere no kono maikuno kana kwiyumeria gwendithirie muthenya mwega na thimo cia Ngai. Ni njitako Kimwangi. Good morning. Asante sana. Asante sana. Thank you.